Sasa tunapozungumza kuhusu kupunguza matumizi ya fedha, haina maana kwamba ndio uanze kujinyima, ndio uanze kujibana mpaka ushindwe kula vizuri, ushindwe kuvaa vizuri, ama ushindwe kufanya yale mambo ambayo wewe unapenda kuyafanya. Hapana, tunapozungumzia kupunguza matumizi ya fedha, tunaongelea kuhusiana na tabia. Hii ni ile tabia ya kupunguza matumizi ya pesa zako yale yasiyokuwa na lazima, ili kuhakikisha kwamba kila matumizi ambayo unafanya basi yanakuwa ni yale matumizi ambayo kwa lugha rahisi kabisa tunaita matumizi elekezi, ama matumizi ambayo yalipangwa kwa ajili ya kusudi maalum. Lakini haina maana kwamba ndio uanze kujinyima, ndio uanze kujibana au ndio uanze kujitesa. Hapana, kwa sababu pesa nazo zipo kwa ajili ya kufurahia maisha. Kumbuka kwamba tupo katika ulimwengu ambao unahamasisha zaidi matumizi. Wewe mwenyewe ni shahidi. Popote pale unapoenda, iwe ni mtandaoni, iwe ni dukani, iwe ni sokoni, iwe ni barabarani, tunakutana na ofa nyingi sana pamoja na matangazo. Sasa ofa hizi zote zimelenga kuchukua hiyo pesa ndogo ambayo wewe umeitafuta kwa shida. Kwa hiyo usipokuwa makini, ni kweli unaweza kuwa una kipato, unaweza kuwa una pesa ambazo inaingia hata kama ni ndogo, lakini kuna kitu chochote ambacho kinaingia. Sasa usipokuwa makini, unaweza usijue ni wapi pesa hiyo inaenda, lakini mbaya zaidi usio umefanya maendeleo yoyote yale ya maana. Na ndio maana unapaswa kuwa na nidhamu ya fedha ya kiwango cha juu sana. Tofauti na hapo, unaweza ukajikuta unaingia katika changamoto za kifedha za mara kwa mara. Sasa ili uweze kudhibiti matumizi yako ya fedha, kuna njia mbalimbali ambazo unaweza kuzitumia. Njia ya kwanza kabisa, anza kufuatilia kila matumizi ambayo unayafanya. Anza kufuatilia kila matumizi ambayo unafanya. Ukweli ni kwamba huwezi ukadhibiti kitu usichokijua. Kwa hiyo hatua ya kwanza ni kuanza kuandika, ni kuanza kufuatilia kila matumizi ambayo unayafanya. Unajua kuna yale matumizi madogo madogo ambayo huwa tunayafanya kila siku. Inawezekana kabisa matumizi hayo ndio ambayo yanakugharimu pesa zako, na hujui kama yanakugharimu kwa sababu hauandiki. Kwa hiyo kuandika ni hatua ya kwanza. Kuandika ni kama msingi ambao utakusaidia kujua ni wapi pesa zako huwa zinaelekea. Sasa kwa nini unapaswa kuandika na kufuatilia matumizi yako? Kwa sababu unapoandika, maana yake ni kwamba utapata picha halisi ya wapi pesa zako huwa zinaelekea. Kwa sababu ukweli ni kwamba kila mmoja wetu kuna maeneo ambayo huwa yanamuibia pesa zake. Sasa wewe huwezi ukajua ni maeneo gani kama hauandiki, kama utunzi rekodi. Kwa hiyo ili uweze kudhibiti matumizi ya pesa zako, kwanza anza kwa kuandika, anza kwa kufuatilia ili uweze kujua ni wapi pesa zako huwa zinaelekea. Sasa kuanzia hapo itakuwa ni rahisi wewe kujua maeneo ambayo pesa zako huwa zinaenda. Ukishajua maeneo ambayo pesa zako huwa zinaenda, inakuwa ni rahisi aidha kupunguza matumizi ama kukata kabisa. Hiyo ni njia ambayo itakusaidia sana kudhibiti matumizi ya pesa zako. Lakini njia ya pili kabisa ambayo itakusaidia kudhibiti matumizi ya pesa zako ni kutenganisha kati ya mahitaji pamoja na matamanio. Kutenganisha kati ya mahitaji pamoja na matamanio. Unajua huu ni mmoja kati ya msingi muhimu sana wa elimu ya fedha. Lakini licha ya kuwa na umuhimu sana, watu wengi bado wanauchanganya. Sasa kwa nini tunasema unapaswa kutenganisha, kutofautisha kati ya mahitaji na matamanio? Kwa sababu kuna matamanio ambayo huwa yanajificha ama huwa yanaigiza kama yenyewe ni mahitaji. Sasa watu wengi bila kujua wamejikuta wanatumia pesa nyingi sana katika matamanio wakiamini kwamba ndio mahitaji. Lakini mwisho wa siku wanajikuta hakuna matokeo yoyote, hakuna uzalishaji wowote, hakuna chochote kile ambacho wamekifanya cha maana katika maisha yao. Na ndio maana tunasema kwamba ni lazima ujue kutofautisha kati ya mahitaji na matamanio. Sasa swali ni je, mahitaji ni nini? Mahitaji ni yale mambo ambayo ni ya lazima ambayo wewe unahitaji kwa ajili ya ustawi wa maisha yako. Ni vile vitu ambavyo kama vitakosekana katika maisha yako kwa namna moja ama nyingine vitaathiri maisha yako. Kwa mfano tunapozungumzia mahitaji ni kwamba unahitaji chakula, unahitaji umeme, unahitaji maji, unahitaji nauli kwa ajili ya kwenda kazini, unahitaji matibabu, unahitaji ada ya shule, unahitaji kodi kwa ajili ya sehemu ambapo unakaa. Kwa hiyo vitu vyote hivi ukijaribu kuviangalia, kama kitakosekana kimoja wapo kati ya hivi, maana ni kwamba lazima tu vita affect maisha yako kwa namna moja au nyingine. Sasa tunapozungumzia matamanio, kwa upande mwingine, matamanio ni vile vitu ambavyo yani vyenyewe kwa maneno mengine huwa vinaongeza uzuri wa maisha ama vinafanya maisha yawe na starehe zaidi. Kwa mfano, sio lazima kulipia kingamuzi kila mwezi, lakini
Unapolipia maisha yako yanakuwa mazuri zaidi na unajisikia vizuri zaidi. Utaangalia channel nyingi zaidi, utaangalia vipindi vingi zaidi na utayafurahia maisha. Lakini sio lazima, na hakuna mtu yote ambaye anaweza kukuua, hakuna mtu yote ambaye anaweza kukufunga kama hutolipia kingamuzi. Sio lazima kununua nguo mpya kila mwisho wa mwezi unapopata pesa. Sio lazima, unaweza kutumia zile zile na hakuna mtu yote anaweza kukububuthi. Sio lazima kubadilisha simu kila mwisho wa mwaka ama kila toleo jipya la simu linapotoka. Sio lazima kubadilisha, lakini unapobadilisha unafanya maisha yako yanakuwa mazuri zaidi na wewe mwenyewe unajisikia vizuri zaidi. Kwa hiyo ni lazima ujue kutofautisha kati ya mahitaji na matamanio. Watu wengi sana pasipo kujua wamejikuta wanatumia pesa nyingi katika matamanio wakiamini kwamba ndio mahitaji. Na hii inatokana kwa sababu ya kuiga maisha kutoka kwa watu wengine. Unaona rafiki yako amenunua simu mpya na wewe unaona ni fashion na unapaswa kununua simu mpya. Unaona rafiki yako anabadilisha nguo kila mwezi na wewe unaona ni fashion na wewe unataka kubadilisha nguo kila mwezi. Hapana, lazima utengeneze falsafa ambazo zitaongoza maisha yako ya kifedha. Kumbuka kwamba kuwa na nidhamu ya kifedha haina maana kwamba ndio jinyime, ndio uanze kujitesa. Hapana. Mtu mwenye nidhamu ya kifedha anapopata pesa ni lazima kwanza ashughulike na mahitaji ya lazima. Kwa mfano, lazima hakikishe kwamba kodi inapatikana, lazima hakikishe chakula kinapatikana, lazima hakikishe nauli inapatikana, lazima hakikishe hela matibabu inapatikana, lazima hakikishe ada ya shule inapatikana. Sasa baada ya kuhakikisha kwamba vitu hivi vyote vimepatikana, kile kinachobakia ndipo kinaingia katika matumizi ambayo sio lazima. Sasa kuna watu ambao huwa wanafanya kinyume cha hiki nilichokizungumza hapa. Unapofanya hivyo, mara nyingi lazima utajikuta unaingia katika changamoto za kifedha, kwa sababu unapoanza kushughulika na vitu ambavyo si vya muhimu, mara nyingi pesa ambayo huwa inabakia huwa inakuwa ni pesa ndogo sana, ambayo inakuwa ni ndogo kuyafikia yale mahitaji ya lazima. Na ndio maana mwisho wa mwezi utajikuta unaingia katika madeni, utajikuta unaingia katika changamoto za kifedha. Kwa hiyo ni lazima ujue kutofautisha ama kutenganisha kati ya mahitaji na matamanio ili uweze kudhibiti pesa zako. Mbinu ya tatu ya kupunguza matumizi yako ya fedha ni lazima uepuke kufanya matumizi yasiokuwa na mpangilio. Lazima uepuke kufanya matumizi yasiokuwa na mpangilio, impulse purchase. Sasa hii maana yake nini? Maana yake ni kwamba ni pale ambapo umekiona kitu kwa ghafla, ukakitamani na ukatoa pesa yako mfukoni ukakinunua bila kuwa na mpangilio wote ule. Sasa changamoto hii huwa inawakumba sana wanawake. Unajua mwanamke anaweza akatoka akaenda Kariakoo na amepanga kabisa aende akanunue sare ya mtoto wake labda wa shule. Lakini mbaya zaidi unashangaa amerudi kanunua mkoba, kanunua kiatu, kanunua kijola, kanunua mkufu, kanunua sijui vitu ambavyo hakupanga kabisa kuvinunua. Sasa hii ni moja kati ya tabia ambayo inawafanya watu wengi sana kutumia pesa katika vitu ambavyo visivyokuwa na msingi kabisa. Na madhara ya tabia hii ni kwamba mara nyingi unaponunua kitu bila mpangilio, kama ni nguo, mara nyingi utakuja ugundue kwamba umenunua nguo usioipenda. Utakuta umenunua nguo ambayo kwanza haikutoshi. Kama ni kiatu utashangaa kiatu hakikutoshi, kama ni nguo utashangaa haikutoshi, imekukaa vibaya kwa sababu tu haukupangilia, haukujiandaa. Sasa ili uweze kuishinda tabia hii, hatua ya kwanza kabisa ni lazima uweke budget. Andaa budget ya vitu ambavyo unaenda kuvinunua. Iwe ni sokoni, iwe ni Kariakoo, iwe ni wapi, lazima uandae budget. Lazima ujue hivyo vitu vinagharimu shilingi ngapi. Lazima ujue cost yake, lazima ujue gharama yake. Na ukishajua gharama yake, kama ni 200,000, hakikisha unatoka na 200,000 na pesa kidogo ya ziada kwa ajili ya emergency. Lakini usije ukapiga bajeti zako ukajua kabisa umepata vitu vyako vyote ambavyo vitagharimu kuvinunua, vitagharimu labda shilingi 200,000, ukatoka na 500,000. Mara nyingi ukiwa unatembea na pesa zisizokuwa na mpangilio, utajikuta tu umeingia katika manunuzi ambayo hayakuwa na mpangilio wote ule. Kwa hiyo ni lazima utoke na pesa ambazo unajua hizi zitaenda kutumika kwa ajili ya kitu fulani. Lakini njia ya pili ama hatua ya pili ya kukusaidia kupunguza matumizi yasiokuwa na mpangilio ni kujipa muda kidogo kabla haujanunua kitu chochote. Unapokiona kitu kwa ghafla, usikinunue kwa muda huo. Jipe muda kidogo. Wataalamu wanasema kwamba jipe angalau masaa 24. Kwa sababu unapojipa muda utaipa nafasi akili yako kukaa na kufikiria kama kweli kitu hiko ulikuwa unakihitaji kweli ama ilitokea ulikitamani tu. Kama kweli ulikihitaji, akili yako itaendelea kukifikiria mara kwa mara. Lakini kama ilitokea ni tamaa tu, ulikitamani kwa muda mfupi, lile wazo litapotea kabisa. Kwa hiyo ili uweze kuepuka kufanya matumizi yasiyokuwa na mpangilio, ni lazima ujipe muda wa kusubiri kabla haujanunua kitu hiko.
Kumbuka kwamba sio kila kitu ambacho unaweza kukinunua ni lazima ukinunue. Sio kila kitu ambacho umekipenda ni lazima ukinunue. Kuna vitu ambavyo huwa tunavipenda na tunaweza kuvinunua, lakini si lazima tuwe navyo kwa sababu hatuvihitaji kwa wakati huo. Mtu mwenye nidhamu ya kifedha huwa ongozwi na hisia. Mtu mwenye nidhamu ya kifedha huwa anaongozwa na mpango wake. Kwa hiyo ni lazima udhibiti kufanya matumizi yasiokuwa na mpangilio. Njia ya 4 itakuwa kusaidia kudhibiti matumizi ya pesa zako. Ni lazima ufute ama uondoe huduma za usajili zisizokuwa na lazima. Unajua kuna baadhi ya huduma ambazo umejisajili ambazo si kwamba unazitumia kila siku, lakini huduma hizi zinakuhitaji wewe unalipia, aidha ni kila siku ama ni kila mwezi. Sasa inawezekana kabisa huduma hizi ndizo ambazo zinakugharimu pesa zako na wewe haujui. Ni lazima uzitafute na uzijue, kwa sababu kuna watu ambao wamelipia gym, lakini kwenda kufanya mazoezi kwenye gym ni mpaka trainer ampigie simu. Sasa hii ni moja kati ya kitu ambacho kinaweza kawa kinakukosti na wewe haujui. Kama haina ulazima wewe kwenda kufanya mazoezi gym, fanya mazoezi nyumbani, punguza gharama. Kuna watu ambao huwa wanalipia ving'amuzi lakini hawana muda hata kukaa kuangalia hizo TV. Kwa sababu unamkuta mtu analipia king'amuzi kwa sababu siku hiyo tu kuna mechi labda ya Simba na Yanga, ama Azam na Simba, ama Azam na Yanga. Basi anafanya ile maamuzi kutokana tu na hisia. Analipia siku hiyo lakini baada ya hapo hana muda kabisa kukaa na kuangalia TV. Sasa haina maana wewe kulipia king'amuzi afu angalie mara 2 kwa mwezi. Haina maana, kwa sababu utakuwa tu unapoteza pesa. Ni lazima uangalie njia nyingine ambayo itakusaidia wewe kupata hiyo huduma kwa gharama nafuu zaidi. Kwa hiyo kuna baadhi ya application ambazo watu wamejisajili kwa ajili ya kupata huduma fulani. Kuna baadhi ya vitu ambazo watu wamejisajili kwa ajili ya kupata huduma fulani na watumii frequent, wanatumia tu mara moja kwa mwezi, wakuta umetumia mara 2 au mara 3. Haina lazima ulipie kifurushi cha mwezi mzima. Lipia pale ambapo unahitaji huduma hiyo. Hiyo itakusaidia sana kudhibiti matumizi ya pesa zako. Lakini njia ambayo itakusaidia kudhibiti matumizi ya pesa zako, tengeneza budget na uifuate. Tengeneza budget na uifuate. Budget maana yake nini? Budget maana yake ni mapato na matumizi. Ni namna ambavyo unaandaa jinsi gani utatumia kipato ambacho unaenda kukipata. Sasa watu wengi ni kweli huwa wanajaribu kutengeneza budget, lakini wengi huwa wanazisaliti budget zao wenyewe. Mtu amekaa vizuri, amepanga budget yake kwamba mwezi huu ataenda hivi na hivi, lakini baada ya wiki 2, baada ya wiki 1 ameshatoka kwenye ile budget. Sasa huwezi ukadhibiti pesa zako kama unapanga mambo alafu wewe mwenyewe unayaharibu. Ni lazima utengeneze budget, ni lazima uheshimu ile budget, ni lazima uifuate ile budget kama ulivyoipanga. Kwa sababu mara nyingi unapopanga budget, maana yake unakuwa umeshajua utakavyoishi, ukifuata ramani hii, ukifuata kile ambacho wewe umeweka, utafika eneo ambalo wewe umepanga kufika. Sasa watu wengi huwa hawawezi, baada ya muda mfupi huwa wanajikuta wameshatoka nje ya bajeti zao. Sasa jambo hili litakufanya uwe unaingia kwenye changamoto za kifedha za mara kwa mara. Unapoweka budget, hakikisha unaiheshimu, hakikisha unaifuata. Na mbinu ya mwisho kabisa ya kudhibiti matumizi ya pesa zako, nunua bidhaa bora na sio nyingi. Nunua bidhaa bora na sio nyingi, ama usiangalie wingi. Usinunue bidhaa kwa kuangalia wingi, angalia ubora. Unajua watu wengi sana huwa wanadhania kwamba kununua bidhaa za bei ya chini ndio sehemu ya kutunza pesa, ama ndio sehemu ya kuokoa pesa, usitumie pesa vibaya. Lakini mara nyingi utakuja kugundua kwamba unaponunua bidhaa nyingi lakini zenye ubora mdogo, mara nyingi bidhaa hizi huwa zinaharibika haraka, mara nyingi huwa zinakufa mapema, mara nyingi huwa hazidumu. Kwa hiyo utajikuta unahitaji kununua bidhaa hiyo mara kwa mara. Kama ni kwa mwaka, utajikuta umenunua bidhaa hiyo mara 4 ama mara 5 kwa mwaka mzima. Kwa hiyo baadaye utakuja kugundua kwamba umetumia gharama kubwa sana, tofauti kama ambavyo ungenunua bidhaa yenye ubora. Kwa hiyo mara nyingi kununua bidhaa zenye bei ya chini ila ni nyingi, mara nyingi huwa kuna cost zaidi kuliko ungechagua kitu ambacho chenye ubora. Kwa sababu kama ungenunua kitu chenye ubora, ungelazimika kukinunua mara 1 tu kwa mwaka. Kwa hiyo utajikuta unatumia gharama kubwa sana, tofauti na kama ungenunua bidhaa yenye ubora. Kwa hiyo kununua kitu chenye bei ya chini haimaanishi kwamba ndio kuokoa pesa. Kwa hiyo ili uweze kudhibiti pesa zako, ili uweze kutunza pesa zako, ni lazima ujifunze kununua vitu
ama kununua bidhaa zenye ubora. Na kununua kitu chenye ubora haimaanishi kwamba ndio ununue kitu ambacho very expensive, kitu ambacho ni ghali sana. Kuna vitu ambavyo ni bora lakini bei yake ni ya kawaida sana. Kwa hiyo jifunze kununua bidhaa ambazo ni bora lakini zinakaa kwa muda mrefu, kuliko kusema kwamba eti unaokoa pesa kwa kununua vitu vya bei ya chini, vitu ambavyo ni low quality, lakini ukajikuta unahitaji kuvinunua vitu hivyo mara kwa mara, kwa mwaka ukanunua mara 4, mara 5, mara 6, kitu ambacho kitakugharimu zaidi, tofauti kama ungeamua kununua kitu ambacho chenye ubora. Sasa hizi ndizo njia ambazo zitakusaidia sana kudhibiti matumizi ya pesa zako. Sasa ukiachana na hizi njia, kuna vitabu viwili ambavyo ninavipendekeza. Vitafute vitabu hivi, vitakusaidia sana. Kitabu cha kwanza kinaitwa Psychology of Money, The Psychology of Money. Kimeandikwa na Morgan Housel, Saikolojia ya Fedha. Ukweli ni kwamba wewe una akili yako na pesa nayo ina akili yake. Usipokuwa makini, usipoijua akili ya pesa, utajikuta badala ya wewe kuikontrol pesa, pesa inakukontrol wewe, kitu ambacho kitakuwa ni hatari kwa ajili ya afya yako ya kiuchumi. Lakini kitabu cha pili ambacho unapaswa kukitafuta ni kitabu kinaitwa The Art of Spending, Sanaa ya Matumizi ya Pesa. Kitabu hiki nacho amekiandika Morgan Housel. Kimsingi The Psychology of Money ni kitabu cha kwanza, lakini The Art of Spending ni mwendelezo wa kitabu cha hiki cha The Psychology of Money. Kwa hiyo unaposoma Psychology of Money lazima uhakikishe unasoma The Art of Spending, Sanaa ya Matumizi ya Pesa, ambapo humo ndani sasa ndipo utakutana na hiki kitu ambacho tumekiangalia leo hii hapa. Vitabu hivi vyote utavipata kwa lugha ya Kiswahili, nimeviandika mimi mwenyewe. Tumia namba zilizopo hapa chini kwa ajili ya kufanya mawasiliano. Ikiwa video hii umeipenda na inakusaidia, nijulishe hapo chini kwa kugusa alama ya like, lakini pia unaweza ukashare kwenye magrupu, unaweza ukashare kwa watu ambao unawathamini. Usisahau kusubscribe kama wewe ni mara yako ya kwanza kukutana na mimi, kama ni mara yako ya kwanza kuiona video hii, kwa sababu kuna mambo mengi sana mazuri ambayo utakuwa ukijifunza. Siku zote kumbuka, lolote lile utakaloliamini basi linawezekana kama utachukua hatua. Inawezekana.